kwa maana watanijua. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa maana watanijua, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana, maana nitausamehe uovu wao. Sikiliza, maombi yangu ni haya mbele za Bwana. Je, huu ndio wakati ulioutabiri kwa Yeremia? Je, ndio wakati ambao umeutabiri kwa Yeremia kwamba utasamehe uovu wetu na hautazikumbuka dhambi zetu? Haya ndio maombi yetu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Je, mimi hayo ndio maombi nataka tumpelekee Bwana Mungu. Ziko dhambi ambazo ulizifanya, sawa? Mungu akusamehe, urudi. Amen. Kama ambavyo ameanza kusema, asema rudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Anasema hata kusamehe nini? Dhambi zao. Anasema maana nitausamehe uovu wao. Nienda kamuombe Mungu hii, sawa? Mungu amefungamana na wewe katika agano. Ukumbuke, unaikumbuka sheria ya Mungu, sawa? Na kama bado viko vitu vinakufanya usikumbuke sheria ya Mungu, basi kitakuwa kikwazo kwako. Jitahidi sana uikumbuke sheria ya Mungu. Ukitaka kumkumbusha Mungu, uhakikishe huko ndani unamwambia Mungu, Mungu, tazama umefungamana na mimi katika sheria yako. Umeliweka agano ndani yangu, la sheria yako ndani yangu. Mbona sasa uovu huu hujauondoa? Na kama umeuondoa, mbona naona kama vile bado maadui wananifuatilia? Haleluya. Kuhusu uovu niliofanya zamani. Na kama umenisamehe, basi maadui wapishe mbali na mimi, wasinione. Tumenielewa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani bado mchawi anakufuatilia kwa ajili ya uovu ule wa zamani. Kama umesamehewa, amesema maana nitawasamehe uovu wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Anasema nitasamehe uovu wao, wala dhambi yao haitakumbukwa. Amen. Amen. Kuna bado ziko roho zinasoma dhambi yako, halafu dhambi yao ina kumbukumbu katika akili zao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna bado roho zinateka, amen, zinachukua nafasi kukumbuka dhambi yako, halafu unaonekana unaishi katika mateso ya ile dhambi ile ya zamani. Amen. Ina maana ikufutwa. Amen. Ishi katika mateso ya dhambi tulizozifanya zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Nimewambia hivi, mambo haya ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa ni wakati wa kumwambia Mungu, kumweleza. Na haya ndio maombi, ili uelewe nini unachotakiwa kuomba. Kama ningewaambia tuombe mapema, tusingejua nini tunachotakiwa kuomba mbele za Bwana. Lakini tukiomba sawa sawa na neno, Biblia inasema hapo ndio umeomba sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mnapoomba mnaomba vibaya. Kwa nini? Mkiomba mnaomba kwa tamaa zenu wenyewe, lakini hamuombi ili muondoe madhaifu ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Hata mnapofunga mnafunga vibaya. Kwa nini? Mkifunga
Haleluya. Amen. Hatufungi ili kuondoa uovu. Tunafunga kwa ajili ya tamaa zetu wenyewe. Haleluya. Kwa hiyo unapoomba katika neno la Mungu, unapofunga katika neno la Mungu, unapofanya katika kusudi la Mungu, umekuwa sawasawa. Yaani Biblia inasema umefanya ibada sawasawa. Ili unapoomba hapa upate kujua nini natakiwa kuomba mbele za Bwana. Najua kupitia neno hili na mchanganuo wa neno hili, namna ambavyo limetafsiriwa, kuna namna unavyoanza kuelewa kwamba Mungu kafunga na agano na mimi. Nahitaji kufanya nini? Kumbe natakiwa kuomba hivi. Mungu amesema atasamehe uovu wako, maisha yako. Mungu amesema uovu wako hautakumbukwa. Mbona bado vile vifungo vinakutesa? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji Mungu aingilie kati maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Labda kama bado sheria ya Mungu haijakaa vizuri hapa. Na hapo ndipo nikapata swali. Nikasema, je, huu ndio wakati ambao Mungu wa agano uliolifungamana pamoja nasi? Kama huu atatujibu ndio huu wakati ambao sheria ya Mungu ameiweka, sheria yake ameiweka ndani yetu, sawa, na ndani ya mioyo yetu, basi tutamwambia, wewe si uliusamehe uovu wetu? Sawa. Mbona vifungo vya uovu tuliofanya zamani, sawa, vinatesa maisha yetu? Ukisoma katika Biblia, watu waliokuwa wakiomba walikuwa wakienda na hoja amen, ya kile walichokielewa kupitia neno la nani? La Mungu. Bwana asifiwe. Ukimsoma Ibrahimu anasema, Bwana, tazama umenipa kila kitu, lakini je, huyu ndiye atakayerithi? Umenielewa? Je, huyu ndiye atakayerithi? Bwana akasema, hapana, huyu si atakaye kurithi. Umenielewa? Alipeleka hoja mbele za Mungu juu ya kile alicho. Mimi na wewe unajua nini kinachosumbua maisha yako? Tunapokuja mbele za Mungu, tunakuja tukutane na Mungu. Mungu aseme nasi. Sawa eh? Mungu aseme nasi. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Anasema, Bwana asema hivi, awapaye watu jua. Bwana asema hivi, awapaye watu jua ilikuwa nuru, awapaye watu jua ili kuwa nuru. Bwana asifiwe. Awapaye watu jua ili kuwa nuru wakati wa mchana, na amri za mwezi na nyota ili kuwa nuru wakati wa usiku. Amen. Aichafuaye bahari hata mawimbi yake yakavuma. Unaiweka wapi? Vipi ukifanya ibada kwa huyu Mungu? Amen. Halafu huo uhitaji wako ukapeperushwa hivi namna hii. Yaani amen. Ni tukitambua tukafanya ibada kwa huyu Mungu, uwezo alionao, maajabu alionayo. Amen. Mimi nataka nikwambie, huu udhaifu wetu mwingine huu ni mdogo sana. Uhitaji wetu tusipeleke tu mbele za Bwana. Wewe tu nenda tu kamwabudu Mungu. Nenda tu kamwabudu Mungu. Utashangaa kuona na hili nayo limetokaje? Na hili nayo limeendaje? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Anasema kwamba Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Asema Bwana ndipo wazo. Sasa anasema haya maneno haya, hizi sheria zake, sawa, zisipokuwa ndani yetu, sawa, hatutaweza kuwa taifa lililobarikiwa. Umeelewa?
hatutaweza kuwa hivyo anavyotaka yeye tukusudiwe tuwe. Lakini kumbe nagundua kitu, anasema hivi, amri hizi zikiondoka zisiwe mbele zangu, asema Bwana, ndipo wazao wa Israeli hao wataacha kuwa taifa mbele zangu milele. Kwa kumbe kinachotunyima sawa kuwa tunavyotakiwa kuwa ni namna tunavyoziacha sheria za nani? Na maadui wanatufuatilia kwa sababu bado tunaiacha sheria ya Mungu. Naweza kupata jibu. Kwa unapopeleka swali mbele za Mungu, Mungu anakujibu kupitia neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaweza kukujibu hata kupitia kwenye ndoto. Unaweza kwenye hilo swali ulompelekea Mungu, katika ufahamu wako lisiingie kwa namna ya neno, ukaja kulipata hata kwa njia ya ndoto. Ukaja kulipata hata kwa njia ya kusema. Mtumishi tu anatoka hapa anasema, wewe kupitia hiki unachopitia, ona jibu lake ni hili. Kupitia mtumishi tu unaona kutana naye njiani na kufunulia hilo swali lako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana njia nyingi za kusema nasi. Haleluya. 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 Amina. Anasema Bwana asema hivi, kama mbingu zikiweza kupimwa na misingi ya dunia ikiweza kugunduliwa, misingi ya dunia ikiweza kugunduliwa huko chini, ndipo wazao wa Israeli pia nitawatupilia mbali kwa ajili ya hayo yote walioyatenda, asema Bwana. Juzi nikawa naangalia kwenye video, sawa mtu mmoja alisema ukichimba chini ya ardhi huenda ukaweza kuona mwisho wa dunia. Walipochimba, sawa, wakaenda kukutana na mwamba, wakasema tutafute mashine, sawa. Walipoenda kutafuta mashine, kweli walichimba, wakafikia ile milipuko ya moto ya huko chini, sawa, ile miamba yenye moto huko chini, volcano ile, wakakutana nayo. Hawakuweza kuvumilia mpaka kufika mwisho wa dunia. Sasa ni akilini mwetu sisi kuyaelewa mambo haya, kwamba tunahitaji, wajibu wetu ni nini kwetu na Mungu, sawa. Alafu Mungu eti hilo tatizo lako limeonekana kubwa sana. Hafu uko nalia na kutoa machozi mbele za Bwana. Hamna. Hamua tu kumwabudu Mungu. Hamua tu kumwendea Mungu. Eti machozi, unalaumu, lawama nyingi. Hamua tu kumwendea Mungu. Hamua kumwishia Mungu. Hamua kumwabudu. Alafu uone Mungu afanye nini kwako. Yaani anasema mimi ambaye nimeumba hii dunia, hakuna mtu anayeweza kujua misingi yake imeanzia wapi. Haleluya. Huyo ndio unayemwabudu. Bwana asifiwe. Kikubwa hapa Mungu anajifafanua ili wewe akili yako imuelewe kwamba uliye naye ni nani. Usikae unalia kwa habari ya hiyo shida yako. Sawa? Wewe hamini huyo Mungu anaweza kuondoa hiyo shida. Hafanya sheria yake. Utaona maajabu. Adui, sasa hivi nataka niwakimbize adui mbali. Kitu chochote mbali. Kwa nini? Kwa sababu bado sijakaa kwenye wajibu wangu. Tukasirike. Hatujakaa kwenye wajibu. Ibada tunazitupa mbali. Ni kutafuta hela. Tunaingia tunatafuta vitu kwa tamaa. Haleluya. Asante Yesu kwa sababu umeyaingiza haya katika akili yangu. Nami sintalitupa neno lako. Hebu omba. Nami sintalitupa neno lako. Sintaliacha neno lako.
maana haya yote ni ya kupita, lakini wewe hautapita kamwe katika akili yangu, katika maisha yangu. Bwana nisaidie, haya uliyoyasikizisha katika masikio yangu yapate kukaa kwa jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai. Wasaidie na watoto wako Bwana, haya unayoyasikizisha haya yapate kukaa katika jina la Yesu Kristo. Amen.